Msikilizaji, Afrika bado ina changamoto kubwa kutokomeza malaria. Mapambano haya dhidi ya malaria yakiendelea kuwa magumu kutokana na kupungua ufadhili kutoka mashirika ya kimataifa, usugu wa mbu na chumi za Afrika ambazo bado haziruhusu kila nchi kuwa na mgao mkubwa unaotengewa juhudi za kupambana na malaria. Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir, na leo kwenye makala yako pendwa tunaangazia nchi ambazo zimefanikiwa kumaliza malaria, kuelewa ni nini tofauti walifanya na vipi mbinu zao zinaweza kukopwa na nchi zingine za Afrika. Oktoba mwaka 2024, shirika la afya duniani WHO lilithibitisha Misri kufaulu kuangamiza malaria, ikijiunga na mataifa 6 ya Afrika ambayo yamefaulu katika hili. Nchi hizi ni pamoja na Algeria, Cabo Verde, Libya, Morocco, Tunisia na Mauritius. WHO katika ripoti yake ya mwaka 2022 inasema katika ukanda wa Afrika kuna mataifa 10 ambayo bado yanabeba mzigo mkubwa wa malaria. Nayo ni Nigeria, DRC, Uganda, Msumbiji, Niger, Burkina Faso, Ghana, Tanzania, Angola na Mali. Tunaungana na Balozi Mohamed Egazi anayesimamia muungano wa miji na serikali za mitaa katika ukanda wa Afrika, UCLG Afrika. Anasimamia ukanda wa Afrika ya Kaskazini. Anatutajia nini kilifanya kazi Misri hadi kufikia hatua ya kuangamiza malaria. Anaeleza imekuwa ni safari ya karibu miaka 100 ambapo serikali imekuwa kwenye mstari wa mbele ikishirikiana na wadau wengine. My role here as Naru is to bring in to the attention of the rest of our African cities. Sheria hapa Naru ni kutambulisha kwa miji mingine ya Afrika simulizi za ushindi na mikakati ambayo inaweza kuwa na manufaa kwa maeneo mengine kama vile malaria. Misri imefanikiwa kuangamiza malaria kutumia mkakati ambao umedumu kwa miaka kadhaa. Ushirikishi, mafunzo, uchomaji chanjo, matibabu, vifaa na uhamasishaji. Mkakati huu nitawapendekezea mamlaka zinazosimamia mapambano ya malaria katika bara hili. Tunapofahamishana kuhusu mikakati, tunatoa njia ya kupatikana suluhu. So by sharing knowledge we are giving key to the solution. Mfano wa Misri pia unapendekezwa kwenye muungano wa falme za Kiarabu ijumuishwe kwenye mikakati ya kitaifa. WHO believes more that we have to attach to it hardware like WHO inasisitiza tuambatanishe pendekezo na vifaa, pia taaluma ya teknolojia tunaunga mkono. Tunapendekezea mradi huu muungano wa falme za Kiarabu. Tukifanikiwa basi tutafanya hamasisho kubadilisha ujuzi, nasi tutafaidi kutokana na kutoa vifaa na dawa zinazohitajika. Na huu ndio mpango tulio nao kuhusiana na malaria. Na amini kama Misri tulishinda malaria, tunaweza kushinda malaria Afrika nzima. Lazima tujitume, tutumie ujuzi na tujifunze kutoka kwa kila mmoja wetu. Na kufahamu zaidi kuhusu umuhimu wa cheti hicho kinachotolewa na WHO kuthibitisha ushindi juu wa ugonjwa, nimeungana na Daktari Juma Maleve akiwa katika hospitali ya rufaa ya Mombasa, eneo la pwani ya Kenya. Mombasa ni miongoni mwa maeneo yenye idadi kubwa ya wagonjwa wa malaria. Wakati ule WHO inapeana hiyo certification kwa nchi kwamba ugonjwa fulani umeweza kudhibitiwa, inamaanisha kwamba hiyo nchi imepitia a very strict criteria ambayo inajaribu kuangalia kama hiyo nchi inaweza pata hayo magonjwa kutoka kwa nje ama within hapo ndani ya hiyo nchi. Kwa hivyo kama imehitimu kwamba inaweza dhibiti ule ugonjwa ndani ya nchi, ama kama huo ugonjwa kwa mfano utatoka nje ya nchi, basi WHO inaweza tangaza kwamba hiyo nchi imeweza kudhibiti ule ugonjwa. Lakini hii huwa ni kwa muda. Kwa mfano kama nchi kwa mfano itafika mahali iwapo ilikuwa ishatoa hiyo certification na WHO na kwamba
ianze kuona upsurge ama yale magonjwa yanaanza kurudia tena, huwa hiyo certificate inakuwa revoked ama inachukuliwa tena na nchi inarudi kuwa haijakuwa certified kwamba ule ugonjwa umeweza kudhibitiwa. Lakini cha muhimu ni kwamba hiyo nchi lazima iwe at least kwa miaka 3 hawajaona ile kesi ya ule ugonjwa, either kutoka nje ya hiyo nchi ama ndani ya ile nchi. Number 2 ni kwamba lazima ile nchi iwe na very strong surveillance system, ama njia ya kuweza kufuatilia ule ugonjwa kwa kini na kuripoti iwapo kumeonekana na dalili za ule ugonjwa au la. Kwa hivyo kama nchi haina surveillance system ambayo iko strong vizuri, haiwezi pewa hiyo certificate na WHO. Namba 3 kwamba ni lazima kuwe na very effective prevention and response measures in case ule ugonjwa utapatikana, kuwe kuna response ambayo ni very effective na ya kuweza kudhibiti iwapo utapatikana. Na namba 4 ya mwisho kabisa ni ile nchi iwe na ule uwezo wa kufanya verification, inaweza verify. Kwa hivyo nchi inafaa iwe imejisimamia kwa hayo mambo manne. Moja ni kwamba hawaja report kesi yote kwa miaka 3. Namba 2 ikuwe na very strong surveillance ama njia ya kufuatilia ule ugonjwa. Namba 3 ikuwe na njia mwafaka ya kuweza kuzuia haya magonjwa iwapo itatokea. Na namba 4 iwe na either maabara ama njia yote ile ya kuverify kwamba hakuna ugonjwa ule ambao ulikuwa wanajaribu kudhibiti. Nama nikupe tu mfano hai. Misri mwaka jana ilipewa cheti kama hicho cha kuweza kufaulu kuangamiza malaria. Ni kumaanisha kwamba kwa sasa hivi Misri haina mgonjwa wote wa malaria, ama kuna kiwango fulani ambapo tunaweza kusema kwamba ni kiwango ambacho hakiwezi kuhesabika kama ni ugonjwa ama tatizo kubwa la kiafya? Haimaanishi kwamba hawatakosa mgonjwa mmoja wawili ambao wana malaria, lakini kama vile nimetangulia kusema ni kwamba wako na apparatus ama wako na system ambazo zinafanya kazi mzuri kiasi cha kwamba hata ugonjwa wa malaria ukipatikana hauwezi kuwa tisho wakazi wa ile nchi, kwa sababu tayari wako na vifaa vya kuweza kudhibiti. Mambo ya chanjo imeweza kukamilika na surveillance system iko sawa, na wanaweza verify in case kuna magonjwa mengine ambayo yanakaribiana na ugonjwa wa malaria pale, wanaweza verify. Yani wanasayansi wao wamehitimu kiasi cha kwamba hakuna vile ugonjwa wa malaria utakuwa ni tisho tena kwa hiyo nchi. Kwa hivyo haimaanishi kwamba kweli ati hawezi pata malaria 1-2, lakini hata ikipatikana si tisho. Na daktari, wakati sasa umefikia kiwango kama hicho, kuna faida ambayo nchi inapata kutokana na kuwa na cheti kama hicho? Bila shaka, kwa sababu WHO ingependa ijue ni kitu gani mlifanya kama nchi ili kuweza kudhibiti ule ugonjwa, ili muwe mfano mwema kwa jirani, nchi jirani ambazo pia wanaweza kuwa wanang'ang'ana na ugonjwa ule kwa nchi yao. Kwa hivyo si ati kuna manufaa fulani ati mnapewa, lakini huwa hiyo support iko kwamba msije nchi ikaendelea kuteseka katika kuna kuumia kwa sababu ya ule ugonjwa, kwa sababu bado huko. Na cha muhimu ni hiyo kutambulika kwamba kwa mfano nchi yako imeweza kupewa hiyo certification na WHO, ina attract hata ile trade, biashara katika nchi moja hadi nyingine, ili watu wanapokuja kufanya biashara trade wasiwe na wasiwasi kwamba watapata ule ugonjwa. Kwa hivyo nchi ina grow, na kwa hivyo naweza sema ni jambo mzuri, na WHO hupongeza sana nchi kujidhibiti ama kujitoa ama kujisukuma kiasi cha kwamba wanaweza tumia maabara zao, wanaweza tumia wafanyikazi wao, wanaweza tumia wanasayansi wao kuapply ile akili ili waweze kudhibiti ile ugonjwa. Basi kufikia hapo tunatamatisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine, kwa heri.